bana mimi sitaki bana, tenda kesho. Hamna, sio utaki kuvimebichwa sana. Unajua mtu ukisifiwa sana unaweza ukaharibu. Kwa alinisifia ndio. Wakati unasifiwa na director, mtu wa kwanza kurudi nyumbani kumpigia simu kumhadithia ilivyokuwa alikuwa ni nani yako? Sababu kuna ile unajua unasifiwa na mtu anaweza kumpigia simu rafiki yako na bwana au mama, nashukuru Mungu bwana, tajiri amesema natisha sana, au director amesema natisha sana. Unataka moment na sisi baada ya director kukupa moyo yako kwenye kupiga story, na mimi na wazazi pia wanaangalia kazi zetu. Na ile kukupa moyo yako. Ilikuwaje, nani ulimpigia simu kwanza kumwelezea hiyo issue? Nilimpigia simu mama yangu na dada zangu nikawaambia. Amesema hivi. Mama akasemaje? Alifurahi kwa sababu hata kuna zile comment za mashabiki mwanzoni zilikuwa zinamuumiza, nikamwambia watazoea tu, ni ugeni. Kwa hiyo nilipomwambia hivyo akapata moyo. Kama mama ni shabiki yako wewe? Mamangu ni shabiki yangu. Dada nao walisemaje? Wote walifurahi sana. Mzee pia alifurahi. Au mzee wala tunajua baba zetu sio vitu vyao hivi mara moja sana. Ni kweli. Okay. Sasa wakati unaingia tulikuwa tuko shocked wote, sababu mabadiliko yote yanakuwa yanashangaza. Ameingia hivi. Tuna imani hata pia ulikuwa na pressure kwamba sasa watasema nini Tanzania. Mapokeo mara kwanza yalikuridhisha? Mapokeo mara kwanza kwa mashabiki hajaniridhisha. Okay. Zile comment mwanzoni. Ilikuwa hazijaniridhisha, ila director akaniambia sijali, hawajazoea, kizoea itakuwa fit kabisa. Kuna comment yote ambayo ulipozisoma zile ilikufanya ukaikalili kwamba bwana huyo lo comment hii kitu amenipa homework ya kufanya kitu kizuri zaidi? Kuna wengine waliniambia sijui haujui kudeka, sijui ongeza kudeka, sijui nini. Ndio hivyo. Okay. Kuna comment nyingine ambazo japo kuna nilisema kwamba usisome comment, lakini mimi nilikuwa nasoma comment ili zinipe ujasiri. Alikwambia usome comment yani? Amna, ndugu zangu wengine waliniambia usisome comment, labda zinaweza zikakutoa mood. Nikasema ngoja nisome. Japo kwa zilikuwa zinaniumiza, lakini ndo zinanipa ujasiri wa kupambana. Nasema wananichukulia hivi, sasa ngoja nipambane. Ila kiolesha zinakata moto comments. Comments zinakata moto ndio. Yaani unaweza kuona vibe kako hiyo umemkanacho ukisoma unaona pa moto. Ndio. Lakini zipo ambazo walikuwa nakutia moyo na mimi. Zipo. Wapo ambao walikuwa wanamtia moyo. Kwa vile mbona Matiu mbona mzuri naye. Anapambana jamani, mbona anaweza? Kwa alikuwa ananitia moyo, nasema yes, ngoja nizidi kufanya. Kama hizo unazipenda kweli? Sana, nilikuwa nazipenda. Okay, baada ya kutoka hapo kuna episode nyingine zilitoka kama 2. Baada ya kuona hizi zimetoka episode zako 3 kama sikosei. 84, 85, mpaka leo ni 4 kwa sababu leo imetoka episode ya 87. Wakati niko njiani sijabadilika kujua. Katika zile zote naamini kila mmoja alikuwa anapitia kwenye comments. Ni episode ipi kidogo ilikuwa na comment nzuri ambazo hata kutoka ile mbele natoka kifua mbele wanasema bwana wapo chance kuelewa. Episode ya 84 bado nimeanza kuonekana. Ya 85 karibia watu wengi sasa wakaanza kunipokea ile, jamani mbona anaweza sio nini? Yaani episode ya kwanza ndio ile watu wengi walinikash, lakini ya pili wengi wakaanza kunipokea sasa. Mbona najua jamani? Mbona najua, ni comment nyingi zilikuwa za kunisifia. Support. Okay. Na hizi mbili pia za mwisho hapa pia ni nzuri. Kwa sababu ile ndio walikuwa washaanza kunipokea, kwa hivyo zinavyoendelea wanakubali wenyewe. Sawa. Kitu gani ambacho ulikuwa unazungumza mashabiki zako alafu kilikuwa ni cha kweli ambacho kilifanya ukakiboresha? Sijui nisemeje. Kwa sababu au vyote vilikuwa just maoni ya watu. Unajua kuna ile maoni unaweza ukasikiliza afu kuna maoni unasema okay sawa, ngoja wanipe muda ndio utanielewa. Hiyo hata sisi wenyewe tunafanya interviews wakati mwingine ni ushabiki unaye jamani wale comment kitu hichi. Ndio unabaki tu kwamba kila mtu ana uhuru wa kuandika anachokitaka. Pengine kwako wewe hakuna ambacho ulikuwa labda tunaelewa tu mazoea nini? Muhimu sana ni mazoea, kwa sababu mimi mwenzako naamini sana director wangu. Director vile ninavyoigiza akisema vizuri basi naamini ni kizuri, lakini mashabiki huko akija kuona kibaya, najua hayo ni maneno yao, lakini director kama alikipitisha basi ni kizuri. Okay, no nice. Sawa. Aliyotoka kwa namna yote ile alikuwa na kuinspire Matrida.
Alikuwa anani expire. Yeah. Yaani kuna ile labda kuna mtu alitangulia kwenye kitu. Labda alikuwa anakifanya naye umekuja, labda na ile kwa appreciate unajua. Alikuwa anafanya yani kuna ile mtu unasema alikuwa anani inspire pia. Alikuwa anafanya vizuri. Okay. Alikuwa anafanya vizuri sana. Na wewe pia ni shabiki yake? Mimi pia ni shabiki yake. Okay. Huwa na mind kuwa na mashabiki na kwa compare. Sababu ukiingia TikTok nafikiri unaona picha zenu. Inawekwa kwake, inawekwa ya huyu, ili watu kuwashindanisha. Inakukata ama unaona just okay? Kwa sababu Mariam Ruge alikuwa anasema ukiona uzungumziwi ujue hujafanya kitu. Kabisa. Ukiona unazungumziwa ujue umefanya kitu. Sasa huenda umekipokea kwa negative au kwa positive as long as kimewaingia. Wewe haikukati kuona watu wanazishindanisha picha video yako na video ya yule kuweka pamoja? Kwanza kabisa mimi kwenye maisha yangu sipendi kushindanishwa. Yaani ile kushindanishwa huaga sipendi. Lakini pia zilikuwa hazinikati. Kwa sababu ni haki yao kufanya vile, walikuwa shamzoea yule na mimi ni mpya, kwa ile kutushindanisha niyo, lakini zilikuwa hazinikati hata kidogo, kwa sababu sipendi pia kujishindanishaga na mtu. Okay. Sawa. Kuna mtu anataka akacomment akamwambia unahisi umetendea haki character, tumjibu kitu gani? Tamjibu ndio. Okay. Kwa sababu kila mtu ana testa yake. Kila mtu ana testa yake, alafu ni mwanzo tu. Ndio kwanza nimeanza kuonekana. Sawa. Kuna mwingine kibongo bongo gani tunaamini akitoka mtu akiingia mtu hata kama yule alitoka bado alikuwa na changamoto zake nyingine. Watu wanaamini watu woga wapo sawa au watakuja kuwa na mabifu mbeleni. Wewe kinamna yote yule mati aliondoka na mawasiliano mshie kukutana maybe anaweza kutamani kujua. Hapana. Okay. Ulikuwa unamuona? Pengine alisha hivyo labda kukucheki kukupata moyo hata kwenye Instagram, kwenye social platform? Au hakuna? Si unaona kwanza alituma ile video yake, alikuwa anaambia mashabiki hata yupo vizuri. Kwa hiyo ni hivyo, mtu pia ananipa moyo. So ile video ulipokea vizuri? Nilipokea vizuri. Alright. Nilifurahi. Okay, sawa. Utamani pengine mbeleni watu waje kutafutia mabifu? Sitamani. Kwa sababu mimi nimekwambia kwamba sipendi kushindanishwa. Lakini kwenye ukubwa kuna mengi, kwenye maarufu. Kuna mengi, kwa hata kama tutafutia mabifu ni wao, lakini mimi na yeye hatuna bifu lolote lile. Na wala hujitani. Okay. Sawa. Naweza kuuliza swali, lakini if you don't mind. Zilizopita ulikuwa unaangalia Dunia, si ndio? Okay. Ndio. Sawa. Unakumbuka scene yake yote ambayo iligiza kwa kulikuwa unaipenda zaidi au ilikuvutia pia? Mimi karibia scene zake nyingi pia nilikuwa nazipenda. Kwa sababu kaigiza episode nyingi sana. Nikisema nianze kuzisema sio moja moja zitakuwa ni nyingi. Zote alikuwa anaigiza vizuri na nilikuwa nazipenda. Na mimi binafsi pia nilikuwa napenda nikiangalia Dunia nimuone Mati. So ni moja shabiki yake? Pia ni shabiki yake. Okay. Sawa. Sasa una moyo mzuri lakini. Mimi nina moyo mzuri. Sababu unajua wanasemaga mwanamke mpaka appreciate mwanamke mwenzake. Ni ngumu, lakini mimi ni shabiki yake. Unaamini kwenye kazi nzuri? Okay. Sawa. Siku moja labda ushe kuishi maybe ikitokea Dunia imeisha, lakini kwa mujibu wa Dunia tunavyoiangalia kila siku inatoka vitu vipya. Na sisi tunataka burudani pia wa Bongo, unajua kitu pia kizuri kinapenda. Ungetamani maybe nje ya Dunia mbeleni mje kuigiza scene moja na Mati nje ya Dunia? Yaani tamthilia moja nini? Ndio. Wanatamani hiyo kitu. Okay. Sasa sisi pia tunaomba mashabiki. Itokee hiyo kitu and then uigize sehemu moja. Natamani iwe hivyo. Okay, sawa. Ukiambiwa upate nafasi ya kumshukuru maybe Bicho, tunaomba kitu gani? Nikiambiwa nipate hiyo nafasi nitamshukuru sana sana sana, kwa sababu naamini ameniamini kwamba najua. Kwa hiyo na mashabiki nao inabidi waamini hivyo. Nitashukuru sana kwa nafasi alionipa. Nitashukuru. Yaani sijui nisemeje. Tukijiwa nafasi ile ya kuandika kwenye caption andika nimeandika mara nyingi nimefuta. Yaani ndo mimi hapa, kwa sababu natamani niongee maneno mazuri ila hayaji, ila namshukuru sana kwa nafasi kubwa alionipa, kwa sababu kwanza anaenda kuniheshimisha. Unajua kuna ile watu huyu naye anaigiza siku anaigiza kinini, mbona anachukiagiza sasa tukioni. Lakini sasa hivi watu tumekuona sehemu fulani, yote ni kwa sababu yake.
Yeye alikuwa na uwezo wa kusema huyu simtaki, namtaka huyu, lakini kitendo tu cha kuniweka hapa kama mati ni nafasi kubwa sana. Namshukuru sana. Watu kumbe wanakufikiriaga poa enzi hizo wakati tuna struggle. Sana sana. Anaona anaigiza nini? Na sio ataniigiza nini? Hata tumboni kila siku anasema naigiza. Nakiigiza kinini? Lakini yeye kaniheshimisha. Kwa sababu simu zimekuwa nyingi kwa haters pia. Simu zimekuwa nyingi. Kwa wale ambao kusikiaga poa nini mademu wengine sasa hivi wanaleta shobo fulani. Sasa hivi shobo nakuta jamani, sio hivi na hivi. Nimependa shoga yangu sio hivi na hivi. Unakuta simu nyingi, yani unakuta kama mlikuwa na ukaribu ambao sasa hivi unakuta ukaribu umezidi ile baada ya kukuna sehemu fulani. Lakini unawapokea. Nawapokea. Hiyo utaki mazoea. Mazoea nawapokea, naongea nao vizuri. Okay. Sasa kuna namna yote labda tunaamini huko nyuma. Sitaki kujua kama una mahusiano au la. Naamini pengine huko nyuma usiachana na mtu, labda kuna ex yote ambaye sasa hivi anaanza kuona wewe ni bora. Mimi sina ex. Uko current unaishi? Nipo mwenyewe, sina ex, sina mahusiano. Okay. Lakini request zimekuwa nyingi za vijana. Zipo nyingi. Unazijibu message zote? Ndio. Zile za kuomba namba waga sijibu. Kama unataka kukupa mchongo wa dili sasa utajua. Za kuomba namba unakuta mwingine unajua kabisa huyu ana ni kitu cha kuniambia zaidi, akipata namba yangu anitongoze. Au unaangalia kwanza profile picture, namba nani? Ndio hivyo. Okay. Sawa, nje ya kuigiza. Kwa mtu anaweza kana tamani kujua unafanya mishi gani nyingine. Mimi ni muigizaji. Bado hujaanza kujiajiri nini? Ni muigizaji tu, sina shughuli nyingine ninayofanya. Pengine kwenye engo ya biashara unafikiri biashara gani ambayo unaweza ukaimudu? Mimi binafsi nje ya uandishi wa habari, nimwambie tu mali nafanya, wanasema eti mimi mganga eti kama Dr. Mwaka, lakini mimi nimezao natengeneza dawa za asili nazijua, unielewa? Wewe unafanya gani? Mimi fani nyingine ni kusuka hivi. Kusuka au wewe unamsukaga yeye mke wenzako? Hapana, kusuka yenyewe nimeanza kujua juzi, lakini kwa mfano nikisema nifungue biashara nyingine labda saluni. Kama saluni zitakuwa nyingi. Na hata hivyo wasukaji pia si wengi. Watu kila siku wanasuka, wanafumua, wanasuka Okay. Sawa. Nataka tumalize na haya maswali ya mwisho sasa. Kwa mfano wewe ndio ungekuwa mama, ungeweza kutoka na mume wa mtu. Ile kiwalisia sasa tupate picha ndo real life. Ndio mati kweli. Hapo bwana manyanya ndio hivi. Inategemea. Ina upendo. Inategemea na mtu anapokupenda, anapokujali. Sababu si Waislamu tunaruhusiwa kuolewa wake wanne. Fresh tu. Mtu akiwa anakujali. Haijalishi kama ni mume wa mtu. Kama kuna namna afai pia unamwonea huruma ingekuwa nimesha kiwalisia. Anapambana na mumewe nini, misukosuko mingi yapitia kwa sababu yako. Ndio ingekuwa maisha ya ukweli ni huruma, lakini yeye ndo sababu ya mumewe kuchepuka. Hata kuna kitanga. Mixa mapishi nini? Kuogeshwa maziwa. Vitu vyenu. Ndio vitu vyetu. Okay. Sawa, ukipata nafasi ya kushauri wanawake ambao wanatoka na naume za watu, unashauri kitu gani? Nawashauri tu wawe na heshima kwa wake zao. Unajua kuna mwingine anatoka na mume wa mtu lakini anataka kumtambia mkewe. Apply tu pati yake, asiake kujigamba hadi mke mwenzie amjue. Kifano wewe ndio umeolewa afu mdogo anatamba. Utamchikisa kidogo. Mimi majigambo siwezi. Yaani au utamwachia? Nitamwachia. Utadili na mumeo vizuri. Wewe unadili na wako. Wewe unadili na wako. Vile ambavyo vile nilipata Matrida kumpiga mkwao, ningekuwa kwenye maisha kiwalisia. Ndio mtu amekuja amekupata. Ungeachana na mumewe au ungeendelea kwa hivyo hivyo? Nisingeachana naye. Unaonekana ikija kutokea hiyo huyo bi mkubwa kazi anayo. Sasa wewe unakuwa na private yako, yaani unataki kuchunguza vitu. Okay. Sawa. Neno lote kwa wanaume ambao kama manyanya, style zao kama vile manyanya. Waheshimu tu wake zao.
wasijue kwamba wana michepuko nje. Unajua kuna mwanaume mwingine atakuwa analeta dharau hadi mkeo atajua mbona hivi, kuna kitu hivi. Kwa hiyo waheshimu wake zao. Hata kama wanachepuka, wao ina heshima na wake zao. Okay. Sawa, mimi nakushukuru. Kitu gani ambacho ungetamani kuambia mashabiki zako ambacho wengine hawakijui, lakini pia ni mwigizaji gani katika tamthilia ya Dunia ukiangalia scenes zake anakuchekesha sana? Mimi mtu ambaye ananichekesha ni yule Sibo Majina Mengi. Sibo ananichekesha kwenye Dunia. Simesema watu wanaonichekesha ambao Sibo yule mfanya kazi. Yule mfanya kazi ananichekesha sana na naniliu. Nani? Mzee wa Bakora ananichekesha sana. Mzee wa Bakora amejifidi kisheti. Okay, sawa, nini lolote kwa mashabiki zako hapo? Mimi nawapenda sana. Naombeni mnipokee, msinikatishe moyo. Natumaini kuna vitu vikubwa vinakuja huko mbele. Kwa hiyo ni nyinyi msiache kufuatilia Dunia. Nawapenda sana. Hivyo. Mimi ningetamani kupata nafasi yako moja hapo, dakika moja tu, fanya vile kama unaongea na Majani una dakika. Bora mimi leo sitatoke. Jamani, kidogo watu waone leo moyamo. Unajua Mariam Kanumba alishakusema siku moja umeigizaji hata kiamsho leo sana usiku. Poa. Kamera pale seti kama umefia au kama unaoa. So unabidi uive hivi pia. Ni hata mtu mmoja kwa kitu hapa. Kweli hizo katika zile 100% hizi 10 ambazo umezituonesha, hizo 90 sasa tunazo. Tuonesha hizo 10 ambazo unazo hapa kwa haraka. Hata kwa sekunde 5 tu. Na dakika sasa. Bwana kama ulivyogiza ile ya ujauzito unaona. Sasa mimi nilikuwa nataka waende wakaone ninavyodeka kwenye. Sasa kidogo basi atalalamika bwana mimi sitaki, nitaenda kesho. Ndio wakaone ninavyodeka kwenye. Sasa kidogo basi atalalamika bwana mimi sitaki, nitaenda kesho. Bwana mimi sitaki bana, nitaenda kesho. Sawa, mimi nakushukuru sana Bi Fatuma. Instagram unatumia jina gani? Pengine mashabiki zako hawajui, labda Instagram, TikTok unatumia jina gani ili kufollow? Faqueen Guga, FAG. Oh my goodness. Naomba muikate hiyo. Natumia Faqueen Guga. Faqueen Guga. Ina kizungu. Yaani fa ni Fatma, kwa nimechukua ile Faqueen. Ushaelewa? Kwa vizuri ndio. Mimi nani nikataa? Kama wewe msiku uniambie. Kwa ndio hivyo natumia Faqueen Guga. Sawa, mimi nakushukuru sana Mati. Na mimi nakushukuru pia. Sawa. Maliza.